Nimeona watu wanajaribu kuzungumza like Alikiba ndio msanii ambaye msanii akitoka WCB yeye ndio huwa anazitaka hizo collab. Ushaelewa? Yaani Alikiba ndio msanii ambaye msanii akitoka, yani yeye huwa anawategeshea wale, yani inavyotengenezwa kwamba msanii akitoka WCB Alikiba ndio huwa anawategeshea wale wasanii ili afanye nao kazi, which is not true. Kiukweli. Sasa before kuzungumzia hiki, nimeona Jeshi kaandika Big 2. Big 2. Yani haya ameshajitangaza, yani wewe wao na Alikiba ndo Big 2. Which is not true. Big 2 una define na nini? Big 2 haitungwi na mtu. Sikilizeni, Big 2 haitungwi na mtu. Ukiwa Big 3 hakuna mtu anawatunga, kwamba anatunga, anajichagulia hao ndo Big 2 wangu, hao ndio Big 3 wangu. Sio. Bali kuna vigezo msanii akitimiza anaitwa Big 1, Big 2, Big 3, Big 4, Big 5 na kuendelea, kutokana na aina ya vigezo ambavyo msanii atatimiza. Ni vigezo gani? Kwanza, kuligusa soko. Kwanza, kuliathiri soko. Kwanza, kuliaffect soko. Kuliathiri soko maana yake ni kwamba even generation inakuwa na kuiga. Hilo la kwanza. Yaani generation ambayo iko pale inakutazama wewe kama kioo kwao. Wato Big 1. Hiyo ni kigezo cha kwanza. Viko vingi sana na kutajia baadhi. Kigezo kingine, muziki wako unaofanya uwe muziki wa ushindani. Hilo la kwanza. Kugusa soko maana yake ni kwamba kuwa inspiration kwa wengine. Hata aina ya muziki wako, aina ya lifestyle, yani umeshaathiri game yani. Umeshaelewa vizuri, kutoa watu, kutoa wasanii, umeshaelewa. Nyingine, kufanya muziki ambao una ushindani loko na kimataifa. Yani muziki wako wewe uko kwenye level ya juu mpaka kuitwa Big 1. Maana hakuna mtu anakufikia kwenye kiwanda. Muziki kwa ushindani, hata kutengeneza numbers. Kingine, kuingia kwenye tuzo kubwa. Msanii kuwa kwenye matuzo makubwa, msanii kushinda matuzo makubwa, msanii kuingia kwenye nomination, kwenye charts kubwa za muziki duniani, kutambulika, kuwa recognize. Kwamba watu wakitaja kwa mfano Bongo Flava, wewe unatajwa. Ndio hiyo kuwa recognize. Yani watu wakitaja Tanzania kwenye muziki unatajwa. Umeshaelewa? Kuingia kwenye chart kubwa za kimuziki duniani, kushinda tuzo, kuperform kwenye majukwaa makubwa. Hiyo hakuna mtu. Ndio maana Big 3 ya Nigeria, Wizkid, Burna Boy, Davido wameshinda everything. Wamefika kwenye level ya kila sehemu, wamejaza maarena, wamefanya nini? Yaani kwa nini wanaitwa Big 3? Kwa sababu vitu ambao wamevifanya hakuna wengine wamefanya. Yani ndio tafasiri yake. Yani mtu ukitwa Big 2, Big 3, Big 4, manake vitu ambavyo umevifanya hakuna mtu ameshawahi kufanya. Wala kina Wizkid, Burna Boy, Davido wamefanya vitu vikubwa, wamejaza maarena, wamejaza mauwanja, wameshinda matuzo makubwa, wameperform Grammy, wameperform kwenye matamasha makubwa kama kombe la dunia. Wamefanya vitu vikubwa sana. Ndio maana wakaitwa Big 3. Haitwi tu kwa sababu mtu kaamka anajiita Big 2, Big 3. Unaitwa kwa kuathiri game. Sasa tujiulize, labda Alikiba na Harmonize wana level hiyo. Wewe kwa kukupa zile sifa, wewe determine nani anaweza wako kwenye Big 2 au Big 3. Hizo ni vigezo, sio kwamba mtu anajiamkia tu anajitajia tu. Umeshaelewa? Ni vigezo ambavyo unatakiwa vitaje. So Harmonize na Alikiba wako kwenye level hiyo. Alikiba at least unaweza kumention Alikiba akafanya vitu vikubwa. Sasa Harmonize unajipa Big 2 kwa vigezo vipi? Pewa na watu, sio unajipa brother. Unapewa na watu kutokana na aina ya muziki uliofanya. Tuachane na hiyo, tuje kwenye issue ya Alikiba kwa kimbilia wasanii kutoka WCB. Kwanza, watu wanavyotengeneza like Alikiba ndio uoga wanaofuata. Kwanza tuanzie alipotoka Harmonize. Mazingira aliyokutana na Alikiba ilikuwaje? Wote tunakumbuka ilikuwa Zanzibar. Akaenda akamkumbatia Alikiba. Yeye ndio akamkumbatia Alikiba. Tuje kwa Rayvanny, ilikuwaje? Rayvanny kukutana na Alikiba. Tuje kwa Mbosso, ilikuwaje? Mbosso akakutana na Alikiba. Alienda kwenye interview Crown, akakutana na Alikiba, akasalimiana, wakaongea. Ni wasanii, business, hii ni biashara. Umeshaelewa vizuri? So mazingira ukiangalia yanakupa picha kwamba wale wasanii ndio huwa wanataka kufanya kazi na Alikiba. Hiyo ndio ukweli. Wale wasanii, Alikiba ukimtaja brother, Alikiba ukitaja wasanii ambao wana fan base kubwa Afrika Mashariki, Alikiba yupo. Ukitaja wawili, Alikiba yupo. Wasanii wenye fan base kubwa Afrika Mashariki. Sasa tuangalie mazingira waliokutana. Watu gani walitaka mahusiano na Alikiba? Alikiba alitaka mahusiano na wale au wale walitaka mahusiano na Alikiba? Hiyo pointi ya kwanza. Ya pili, nyimbo, impact, kufanya kazi. Nataka nielezee sababu mbili tu, then nyinyi mtajua. Je, Alikiba ndio waga anataka kufanya kazi na wasanii wanaotoka kwa Diamond? Unakuja kwenye impact kwa sababu gani?
unaangalia currently muda ambao unafanya muziki. Kwa mfano, Diamond, Alikiba kafanya na Harmonize, kafanya na Rayvanny, kafanya na Mbosso. So tunaangalia mfaidika ni nani. Kwa mfano kwenye hii collab ambazo wanafanya, anayefaidika ni nani zaidi? Tuje kibiashara. Tunakuja kibiashara tu kawaida. Ndio mimi nitakuja kuwajibu watu ambao wanasema mbona Alikiba wasanii wakitoka kwa Diamond, Alikiba huwa anawatafuta, yani Alikiba huwa anataka kufanya nao kazi. Tunakuja kwenye impact. Yani kwamba Rayvanny kafanya collab na Alikiba. Anayefaidika ni nani kwenye hiyo collab? Mbosso kafanya collab na Alikiba. Anayefaidika ni nani kwenye hiyo collab? Harmonize kafanya collab na Alikiba. Anayefaidika ni nani kwenye hiyo collab? Kufaidika kwake vipi? Fan base. Alikiba na Rayvanny, nani ana fan base kubwa? Kwa anayefaidika ni nani? Obviously Alikiba na fan base kubwa. So anayefaidika ni nani kwenye hii collab kati ya Rayvanny na Alikiba? Maana yake Rayvanny ndo anafaidika. Mbosso na Alikiba, nani mwenye fan base kubwa? Mfaidika ni nani? Maana yake Mbosso anafaidika kwa collab ya Alikiba. Harmonize na Alikiba, anayefaidika ni nani? Maana yake Harmonize anafaidika kwa collab ya Alikiba. Simple like that. Sasa ndio utakuja kujua, je, kati ya Alikiba na hawa wanaotafutaga ukaribu wa kufanya kazi na wenzao ni nani? Alikiba anawatafuta au hawa huwa wanatafuta kufanya naye kazi? Sometimes ili soko limekaa kifitna sana. Mimi naambia ukweli, limekaa kifitna kwa sababu gani? Huenda labda wao wakitoka kule huwa wanataka tufanye kazi na Alikiba tumuumize Diamond. Mimi kiukweli nakuaga impressed sana na Diamond, namna mshikaji anavyojua kuhandle vitu mwanangu. Yaani angekuwa ni mtu mwingine, angekuwa ni msanii mwingine, brother, angeshaandika kitu. Yaani ukiangalia kabisa mshikaji sometimes anajua kabisa hiki nikizungumza tunawapa nguvu. Umeelewa vizuri? So ukiangalia washikaji huenda labda wanasema unajua kwa sababu ukiangalia mazingira yote huwa waondoke kwa Diamond kwa uzuri. Yaani ndio ukweli. Lakini huenda wanasema huyu tukitoka tumtafute mtu ambaye ni mshindani wake, tufanye naye kazi ili tumuumize. Huenda. Lakini mimi ukiniambia leo Alikiba asipofanya kazi na Harmonize, haitamaanisha Alikiba hatafanya vizuri kimuziki. Au asipofanya kazi na Rayvanny, haimaanishi Alikiba hatafanya vizuri kimuziki. Au asipofanya kazi na Mbosso, haimaanishi hatafanya vizuri kimuziki. Kwa mfano sasa hivi tunavyozungumza, msanii anayefanya vizuri kati ya wasanii nimekutajia Alikiba, Harmonize, Rayvanny, Mbosso, anayefanya vizuri kimuziki nani? Ambaye anapata hata show anaenda wanafanya nani? Utakuja kugundua ni Alikiba. Sasa mtu ambaye yupo kimuziki, ambaye anafanya vizuri na anawafaidisha wenzake. Na hapa mfano, wakati Wizkid anatoa album ya Made in Lagos, alipotoa ngome kawa kubwa ya Essence, aliona mimi nikiwapa wengine wakafanya collab na mimi, collab wakiziachia watafaidika kwa sababu mimi nafanya vizuri. Sasa hivi ukizungumza ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, anayefanya vizuri ni Alikiba. Currently unavyozungumza kupitia ngoma ya Finale ndio anafanya vizuri. So maana yake kwamba Alikiba kufanya kazi na wale wasanii wale wanafaidika. Of course ukija kibiashara hata Alikiba anafaidika kwa sababu pia kuna fan base hii Gen Z pia wanaendelea kumzingatia Alikiba, lakini huwezi kuniambia mimi anayefaidika mwenye faida kubwa zaidi ni yeye. Mimi naamini kabisa ukija kimuziki, hata kimarket, hata kithamani ya kimuziki, wale waliotoka kule kwa Diamond ndio wanaathiri